Sasa vipi ndugu zangu katika imani tutaweza kupata yale makusudio yaliyokusudiwa na Allah subhanahu wa ta'ala? Ili tuweze kupata makusudio aliyokusudia Allah subhanahu wa ta'ala, inatakiwa tushikamane na mambo haya ambayo tutakuja kuyaeleza hivi punde. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi ta'ala, fa inna taqwallahi zadul qulubi wa nurul basair wa sababun najati fi dunya wal akhirah. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihi al-aziz, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ama baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma kipenzi cha umma Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, awali ya yote ni kuhusieni, baada ya kuhusia nafsi yangu katika swala muhimu kabisa la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo sababu ya kuokoka katika maisha haya ya dunia na kesho maisha ya akhera. Ndugu zangu katika iman, hotuba yetu ya leo tutaelezea mambo ambayo yatamfanya mtu baada ya kuwa katika funga zile thawabu zake alizokusudiwa aweze kuzipata, thawabu zake zile zitakuwa ni zenye kupunguzwa kutokana na mambo kadha wa kadha atakayoyafanya. Lakini kabla ya kuyaeleza mambo haya yenye kupunguza thawabu za mtu aliyefunga, kwanza turudi katika aya ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anatuita kwa lugha ya heshima pale aliposema, enyi ambao kwamba mlioamini, mmefaradhishiwa juu yenu funga kama walivyofaradhishiwa wale waliopita kabla yenu. Lengo na makusudio kufaradhishiwa funga, Allah anawataka wanadamu waweze kupata vazi la uchamungu. Kwa hiyo ndugu zanguni katika iman, makusudio ya kuileta aya hii ni sababu moja tu, kuwa masiku yanayokuja ndiyo masiku mahasusi ambayo tutaenda kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na leo hivi tukizungumza, tupo katika mwezi 25 katika mwezi wa Shaaban. Leo ni mwezi 25 kuingia katika mwezi mtukufu. Yamebakia masiku manne ama masiku matano. Jumanne itakuwa ni yaumu shak ambayo ni mwezi 29, au tutatimiza mwezi 30 siku ya Jumatano na saumu kuanza ndani ya siku ya Alhamisi, au Jumanne ukionekana saumu itakuwa ni yenye kuanza mwezi ni siku ya Jumatano. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala ametuletea mwezi bora miongoni mwa miezi 12, Allah ameuweka mwezi mmoja. Mwezi huu ni bora kuliko miezi 11 iliyobaki, kwa sababu ndani ya mwezi huu ndio mwezi ambao hii Qur'ani ambayo ni mwongozo kwa wanadamu, ndiyo siku ambayo iliyoteremka kutoka Lauhul Mahfuz kuja katika mbingu ya dunia. Lakini
ndani ya mwezi huu wa Ramadhani, miongoni mwa faida zinazopatikana, Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam anasema unapokuja mwezi wa Ramadhani, basi milango ya moto huwa inafungwa na milango ya pepo huwa inafunguliwa. Lakini si hivyo tu, anamalizia hadithi yake anasema pia na mashaitani wote huwa wanafungwa minyororo. Hii ndugu zanguni, kuonyesha heshima na ubora wa mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Sasa vipi ndugu zanguni katika imani tutaweza kupata yale makusudio yaliyokusudiwa na Allah subhanahu wa ta'ala? Ili tuweze kupata makusudio aliyokusudia Allah subhanahu wa ta'ala, inatakiwa tushikamane na mambo haya ambayo tutakuja kuyaeleza hivi punde. Wallahu tabaraka wa ta'ala yaqulu bi qawlihi yahtadil muhtadun wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun wa qala 'azza min qa'ilin 'alim fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى، فيا أيها الإخوة المسلمون. بعد يكمحمد الله سبحانه وتعالى na kumtakia rehma na amani Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, nikuhusieni ndugu zanguni katika imani, baada ya kuhusia nafsi yangu katika swala muhimu la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii. Ndugu zangu katika imani, kama hotuba yetu ya kwanza ilivyotueleza, imetukumbusha ya kwamba tupo katika masiku machache ya kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini pia aya ikatufahamisha lengo na makusudio ya kuletwa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lengo na makusudio, Allah anawataka waja wake waweze kuwa katika sifa ya wale waja wacha Mungu. Vipi watu wataweza kuingia na kuweza kupata haya makusudio ya kuweza kuwa wacha Mungu? Ndipo Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam anasema, man lam yada' qawla dhuri wal amala bihi waljahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, mtu yoyote ambaye atakayekuwa hayuko tayari kuacha maneno ya uongo na matendo yake na mambo ya kijinga, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema hapana haja kwa Allah juu ya mtu huyu kuacha chakula chake na kinywaji chake. Hii ni moja ya miongoni mwa mambo ambayo mtu akishikamana nayo na huku akiwa amefunga anakuwa hawezi kufikia katika malengo. Na hapa aya imetuambia katika hotuba ya kwanza, la'allakum tattaqun. Lakini kwa kukosa vigezo hivi tunakosa kuingia katika lengo lililokusudiwa. Fa min al-umuri allati tunqisu al-ajra, na miongoni mwa mambo ambayo yanapunguza ujira kwa mfungaji, alkadhibu, uongo, alghibatu, kusengenya, wanamimatu, na kuchukua maneno ya huku kuyapeleka kwa mtu mwingine, lengo na makusudio kuwafarakanisha watu, asabu, matusi, washatmi na shutma, kukaa katika mahala majalisi mbalimbali kuwashtumu wengine. Hivi vitu vinapunguza fadhila za mfungaji. An-nadharu al-muharram, na kuangalia vitu vya haramu. Sama'il harami, na kusikiliza mambo ya haramu. Al-ghishu, na kufanya ujanja katika masuala ya biashara.
wal khiyanatu, na mambo ya khiana. Haya yote kwa ujumla, yoyote atakayeshikamana naye na hali ya kuwa yupo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na yupo katika miongoni mwa funga, basi mtu huyu atakuwa amejipunguzia thawabu nyingi sana ambazo zilizokusudiwa katika funga yake. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tumeleta hutuba hii iwe ni maandalizi, hutuba hii iwe ni maandalizi ya kuweza kujiandaa, kwani waja wema waliopita kabla yetu nini walikuwa wanashikamana nayo baada unapoingia mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wakati ukiingia mwezi mtukufu wa Ramadhani, mambo mengi walikuwa wanapindana nayo wenzetu waja waliopita. Qiraatul Qur'an, ni kuisoma Qur'an, wa sadaqat, na kutoa sadaka walikathirisha sana, addu'a, na kuomba dua, wal istighfari, na kuomba sana msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa silatil arhami, na wale wote ambao waliokuwa wamegombana na ndugu zao na wametengana na ndugu zao, basi walikuwa wanatumia fursa hii. Unapofika mwezi huu wa Ramadhani, huwa kila mmoja anatoa tofauti zake na kurudi katika mahusiano aliyokusudia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, khutba imetuandaa kuwa masiku manne ambayo yapo mbele yetu. Yakiisha masiku hayo, tutakuwa tumeingia katika mwezi bora kabisa, mwezi ambao raka mbili unazoswali katika siku ya leo na raka mbili utakazokuja kuziswali katika Ijumaa inayokuja, basi raka mbili za Ijumaa inayokuja zitakuwa na thawabu nyingi na zitakuwa na malipo makubwa kuliko raka mbili ulizoziswali ndani ya Ijumaa ya leo. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina nabiyyina wa maulana Muhammad imamil haramain wa sahibil iladain wa ala ali Muhammad fa ya ayyuharrajuna minkum shafa'atan sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على نبي الرحمة وشفيع الأمة عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك وضمه وعلى آله وصحبه كما نصره في كل مهمة خصوصا منهم ذي الأصل العريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق وعلى زاهد الأواب أن تبري صواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا قريب مجيب دعواتي. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه أستجب لكم وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.